Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndugu zangu Waislamu, kiujumla tunatakiwa tufanye shura kidogo hapa. Ndugu yetu Mwigu amekuja na tatizo, tumsikilize kwa makini. Karibu Mwigu. Asante sana mzee wangu. Jamani ndugu zangu, habari zenu? Salama. Kama nilivyosema mzee wangu, nilimletea matatizo yangu na shida zangu nikamuelezea. Nadhani amenisikiliza na amefanyia kazi. Asante sana mzee wangu. Kwa hiyo nashukuru na nyewe kuitikia huo wito, kwa kuwa mzee alishafikisha taarifa. Nashukuru kwa hilo. Na pia naomba tusaidizane kwenye matatizo yangu jamani. Naomba umoja wenu tusaidiane. Kwanza shehe, tunashukuru kwa hilo, kwa kutuletea sisi, maana umeona umuhimu wetu kama mashehe wa eneo hili. Pia kingine hapa sisi tumeishi kama familia. Kwa sababu tunakumbuka toka enzi za mababu zetu walikuwa wanaishi kama hivi. Kwa sasa mimi kitu kingine ambacho nilikuwa nakuhoji bwana shehe, kikubwa ni nini hasa ambacho, maana tumesikia tu hapa unazungumza lakini bado sijaelewa shida ni nini. Jamani ndugu zangu, mimi shida yangu iliyonifanya mpaka nilete nyinyi hapa ni yule dada yangu. Yaani ana changamoto kubwa sana. Na istoshe matendo ambayo anayafanya hayafai kwa binti wa Kiislamu. Binti naongea naye mengi sana, namuelekeza matendo anayofanya hayafai kwa mtoto wa Kiislamu. Lakini anashindwa kunielewa. Pengine labda nimeshinda muda mrefu sana, labda amenizoea, anaona kawaida. Na ndio maana nikaita nyinyi hapa, pengine mnaweza mkanisaidia kupitia hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi tukiomba mjaribu na nyinyi kuongea naye. Labda pengine akaelewa nyinyi, kwa sababu mimi nimeshazoeana naye. Dada, kaka yako jinsi anavyoonekana na kupenda sana. Kaka yako anataka uende kwenye misingi ya dini ya Kiislamu, kwa sababu sifa ya binti wa Kiislamu hata mavazi yake anayovaa ya kujistiri. Sifa ya binti wa Kiislamu muda wote anasoma Qur'an tukufu. Sifa ya binti wa Kiislamu anakuwa na hofu juu ya Mungu. Sifa ya binti wa Kiislamu kwanza hasa huu msimu mtukufu wa Ramadhani, binti wa Kiislamu mkute na zulula ovyo ovyo. Binti wa Kiislamu anatakiwa ajistiri. Sifa ya binti wa Kiislamu unatakiwa uwe na heshima. Dada, kaka yako anakupenda sana, tena sana. Na kaka yako hataki upotee ikiwa kama wewe binti wa Kiislamu. Binti, elewa wazi, ndugu sasa hivi kuiona na kufuatilia katika maisha ya kukumbusha mambo ya Mwenyezi Mungu, inatakiwa ujihoji. Nini anachonielekeza? Maisha yangu yatakuwaje kwa baadaye? Mbele huko inatakiwa ukae kama mama wa familia. Utaielekeza vipi familia yako? Kwa sababu leo huyo anayekutafuta na kuelekeza ni ndugu yako. Mimi nitakuwa na uchungu gani wa kukuelekeza? Ndugu yako ana uchungu wa kukuelekeza, leo anaita kundi lote hili ili tuweze kumsaidia tatizo kama hili. Lakini kama una wazo labda linakusibu, unaweza ukatuelekeza. Jamani, kwani vitu unavyofanya mimi na Uislamu vinazuliana nini? Kwani hivi nilivyovaa si swali? Alafu we kaka, nilikwambia sitaki unifuatilie. Mbona mimi kila Ijumaa naenda msikitini? Tangu lipo mtoto nasoma madrasa, msikitini naenda. Na hata hivi nilivyo msikitini naenda siku za Ijumaa. Mbona unapenda kunifuatilia? Kwa nini usiniache na mambo yangu? Dada, nimekusikiliza vizuri sana. Lakini hata kama unaenda masjidi Ijumaa, wanawake wa Kiislamu wanajistiri. Sio hivyo ulivyo. Wenzako wanamuogopa Mwenyezi Mungu. Viungo vyao viachi nje. Wewe unakwenda kufanya ibada, lakini hakuna utakachokichuma. Hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, inatakiwa binti wa Kiislamu huwe na haya, ujistiri. Umuogope Mwenyezi Mungu. Huu mwezi wa kuchuma. Jamani mashehe wangu, hayo ndo majibu yake kila siku. Hata nyumbani ni hivyo hivyo, nikiwa naongea naye anachokijibu akiniridhishi. Sawa, mimi nataka yeye huyu aende kwenye msingi wa dini. Bwana binti wenzako hivi, mavazi gani anayovaa nyumbani? Anavaa mavazi ambayo hayastahili kwa binti wa Kiislamu, hasa mwezi mtukufu. Yaani hapo nguo zovaa hizo, amheshimu nyie. Na ana nguo za ajabu huyu ndugu yangu, akiamua kuvaa azivuki hata magoti. Na ana makope ya ajabu akiaweka hivi. Shawangu angekuja hapa nyinyi mngekimbia. Mngekimbia hapa. Ana makucha marefu, mawigi. Sasa anavaa minywele ajabu ya bandia, yani na shida kumwasa ndugu yangu, huyu binti wa Kiislamu gani? Dadangu, mimi nakumbuka madrasa tumesoma wote. Tena madrasa wewe ulikuwa mstari wa mbele kabisa ukituongoza wenzio.
Tukiambiwa madrasa kufika saa 10, wewe saa 8 tu umefika. Lakini kwa hiyo nilisikia, kweli alipendezi dadangu, badilika. Muogope Mwenyezi Mungu wewe, kuwa na haya msichana wa Kiislamu wewe. Inabidi uige kwa wenzako, kwa waone wenzako wanavaa kipendeza, wanajistiri. Haonekani hata sehemu yani sehemu ya mwili wote kaiona inaonekana. Lakini wewe angalia ulivyovaa dadangu. Hebu badilika, jistiri vizuri mwanamke wewe. Nye mashem mnanitaka Wewe shika adabu yako wewe. Useme ukweli. Una nini useme ukweli wewe? Mwanamke wa Kiislamu utakiwi kuacha viungo vyako wazi. Mwanamke wa Kiislamu inabidi ujistiri. Mwanamke wa Kiislamu inabidi uwe na haya. Wewe ni mwanamke gani usije kujistiri? Unaambiwa ukweli na mashehe, bado unajibu majibu ya ovyo. Unaacha mabega yako wazi, kichwa kiko wazi, unasengenya, unavaa nguo fupi. Jistiri. Wewe ni mwanamke wa Kiislamu kweli wewe? Mashehe wenzangu, kwa mimi hali naiona hii, tutakosa wazazi wapo wa baadaye. Maana binti wa Kiislamu hawezi kuwa na tabia kama namna hii. Binti wa Kiislamu kwanza anajua maadili ya Mwenyezi Mungu. Binti ya Kiislamu anajua nini maana kujiweka sawa. Leo mwanamke wa Kiislamu anatuambia maneno kama haya. Kwa kweli kwa hali kama hii tutakosa wazazi wa baadaye. Hivi mashehe wenzangu, kwa mimi ninavyofikiri, hawa wanawake wanadili na mitandao. Hakuna kinachoeleweka, muda wote ni kwenye mitandao. Hawajishughulishi na kusoma Qur'ani, hususan kwenye mwezi huu mtukufu. Muda wote wanadili na mitandao, wanajilinganisha na mambo ya kizungu. Ndio maana yanaharibu. Hata waume zao hawasikii kwa sababu muda wote wanadili na mitandao. Ulichokizungumza shehe ni sahihi sana. Ndio. Kwa sababu ukiangalia hata haya mawigi wanayoweka haya, wanaiga sana mitandaoni kwa wazungu. Wale wazungu ni nywele zao wenyewe, lakini hawa wanawake wa sasa hivi wanaiga sana. Mwanamke wa Kiislamu hatakiwi hiyo hivyo. Mwanamke wa Kiislamu inabidi muda wote unamcha Mungu na sio kuweka mawigi, kuvaa makucha ajabu ajabu. Haipendezi kabisa kwa mwanamke wa Kiislamu. Hakika Sheikh Abdalla, umeongea kwa uchungu sana. Lakini kuhusu Sheikh Chochoro hapa, jinsi mnavyomuona imekaje? Jamani mashehe, mimi mtoka zangu safarini nimeona nimechelewa, nimeona si vyema, nimeamua nije hivi. Kwani kuna ubaya mashehe wangu? Wewe ndio safari unavaa hivi. Upo. Shehe wangu, hata kama wasema mtoka safarini ndio hivi kweli? Macheni, vipesi namna hii. Hata dini hairuhusu kuvaa vipesi hapo, kiangaa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Au mnasemaje mashehe wenzangu? Haiko sahihi. Haiko sahihi shehe wetu. Shehe Chocholo, unatuzalilisha ndugu yangu. Angalia ndugu yangu ulivyovaa. Ndio. Kama shehe sio hivyo ndugu yangu, wenzako tumejistiri. Tuache basi hivi vitu, mashehe tubadilike. Au unasemaje shehe wangu? Ndio, alafu Shehe Chocholo, wewe ni shehe kutazama wao mtaani. Shehe wangu, baraka shehe na kushinda. Baraka shehe inaisha namna hiyo, unaendekeza macheni. Mashati na watu shehe wangu. Kitu gani unafanya? Tunamsema huyo binti. Ikiwemo kumbe nawe humo shehe mkubwa. Sawa, umetoka safarini tukatai shehe wangu. Jistiri. Ungevaa nguo ambayo inaweza kufika hata kidogo humu. Unavaa nguo unaacha magoti wazi. Unatuweka wazi sisi mashehe wenzio hapa mtaani. Si bwana. Tutaonekana wote wa ovyo. Lakini shehe wangu ukivaa nguo za kujiheshimu, unavaa macheni namna hiyo. Manguo na watu namna hiyo. Kweli shehe wangu, dini inaruhusu hivyo? Dini inaruhusu hivyo shehe wangu? Hakuna kitu. Au unataka tuongee tuonekanike mashehe wabaya? Hakuna. Unachokitaka ushehe? Hakuna. Tumekuita hapa kwa jambo la huyu. Sawa, umetoka safarini kwako. Ungejistiri shehe wangu, ungepata kanzu. Sijapenda kabisa shehe wangu hiyo.